Nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa, kuna mama mmoja pale Arusha, katika kuaminiana, Watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana. Katika kuaminiana akamwamini kijana mmoja amsaidie kuprocess mkopo, aprocess mkopo kwa ajili ya kampuni yake. Huyo mama, yeye na mume wake wamemwamini, wanajua ni kijana wao. Yule kijana badala ya kwenda kuprocess mkopo kwa ajili ya wale waliomuomba, alivyochukua zile hati akaenda akakopea yeye. Alivyokopea yeye, garanti kaweka zile hati alizopewa na yule mama. Yule mama amekaa anasubiria apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi. Anaambiwa huku nenda, imeenda. Baada ya hapo, yule kijana amechukua milioni karibu 600, halipi zile fedha. Yule mama hakupata mkopo kwa kupitia hati yake. Yule aliyekopea hajalipa mkopo. Mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuze. Halafu yule aliyefanya hivyo, yeye na ndugu zake wanadunda, wampiga mkanda nje na tai, kwa sababu ana hela na inawezekana amefanya dili kila sehemu. Nimemwelekeza RPC amsake yule kijana, amkamate. Hata kama atakamata ukoo mzima, wakamatwe, walipe fedha zile. Hawezi mama maskini akaanza kudaiwa, anakosa pa kukaa, alafu mtu aliyechukua fedha yupo anatembea mkanda nje. Alafu watu wengine mambo haya yakiudhi namna hii, nikiongeza anasema waziri mkuu anafoka. Unataka watu wa aina hii waimbie pambio? Upumbavu wa aina hii mimi siwezi kufanya. Akamatwe na mali zake zikamatwe, alipe hiyo fedha. Hawezi akaenda kukamatwa mama yule na mtu aliyepokea fedha yupo na anadunda na amepiga tai na mkanda nje. RPC kamata hata ukoo mzima. Hatuwezi tukawa na ruhusa hivi vitu vya kitapeli hivi vinafanyika itapeli. Inawezekana na pale benki yuko afisa mmoja akashiriki, wanachora mchongo, anagawana fedha hiyo, alafu anajua atasumbuliwa mama yule kule. Tunamwachaje mtu anadunda aliyechukua fedha alafu tunaenda kumsumbua mama kwa sababu hana hela? Vyombo vyote vya dola pale Arusha, pambaneni na huyo asakwe popote pale alipo, akamatwe na asitoke mpaka hiyo fedha itoke.